tumeweza kuzungumza na bwana PS Mheshimiwa Bitok na nimeweza kumweleza kinachotendeka kwa hii familia. Thank you. None na PS? None nake. Wewe adela wazi at school? Nona ngaira waga na medho. Hello my good people and welcome back again to Rick B TV. Leo tupo ndani ya ofisi ya Senator Tabitha. Na sisi ndo wageni, is good atusalimie. Ndio Tito, Bazu na Priscilla Waimani pia watu ongeleshe. Senator, yes. How are you? Niko salama, nashukuru. Siku mingi? Siku moja? Tunashukuru God. Tuko ndani leo ofisi yako. Karibuni sana. Yes. Hii ni nyumba yenu bwana. Hapa ni nyumbani. Hii ni local yako bwana. Anytime. Ukipita hii town. Usikia tu unataka kunywa maji. Naingia. Wewe ingia. Kabisa. Hapo utakaribishwa. Leo naona tumeingia hapa na Mr. Bazu. Mambo? Poa. Uko fiti? Bazu ni aje? Niko fine. Uko fiti. Uni Tito. Ni Tito. Uni Bazu. Hapa sasa. Nuko nengi zitu wake kamba? Mwendo hata. Arona utika kuma na gamba na kina kwa zitu etwa mwendwa. Mwendwa atela zia kamba munopi. Etwa mwendwa. Yuni wa mwenenge? Oh nice. Sasa si Bazu mwendwa. Wewe hata. Tito mwendwa. Wewe hata. Neza. Priscilla na mama. Poa sana. Uko salama? Yeah. Karibu sana. Priscilla Waimani niko ndani ya ofisi yake Senator Tabitha. Mutinda. Yes. Nairobi, Kenya. Kabisa. Na kama kawaida wanasema kazi ni kazi, hata kupiga benja pia ni kazi, na pia kusupport Mkenya mwenzako pia ni kazi. Kabisa. Yeah. Correct. Yes. Kethia ndo no imata pia wita wata kumaba. Masito nita wa Jackson Tito. Numeto kamba wa Kitui lakini kala kwelo bisaidisia Dadora. Okay. Na nusoma. Nzoma. Okay. Ito no ni story ya family yenyu. Ondo inaendie na nitoka ba kwa Senator. Na ni kwatia solution imwe ni yakwatikana. It's good Senator, kidogo utuelezea hapo juu nimesikia mambo ya masomo imekuwa sorted. Niruhusu Rick B niseme mawili matatu. Okay. Mimi nimekuwa safari almost wiki 3 nje kikazi, na nilipokuwa nje kuna one of my sisters aliweza kunitumia video ya kazi ya Bazu vile ameenda akapata Tito na wengine wengi wakanitumia na bila kupoteza wakati nilipofika nikatuma na ofisi yangu waende watafute huyu Tito anaishi wapi. Yes. Na kwa kifupi wakapatana na Bazu na Tito na hivyo ndio waliweza pia kusema wanataka pia kunitembelea hapa kwa ofisi. Oh good. Nimekuwa nje leo ndio nimerudi. Hata sikuwa na mpango wa kuingia kwa ofisi leo. Lakini wakati walini request nilikuwa na shughuli mingi nika create time. That's good. Na ndio tukapatana hapa. Yes. Niliposikia story ya Tito ilinigusa sana. Kitu ilinifurahisha ni kwamba mtoto wako miaka 14. Na watoto wa siku hizi miaka wako so much digital na which is okay, lakini unapata vile Tito amechukulia boma yake ni so wachache, ni tofauti sana. Acting like the father. Yes, kama baba mzazi, ndugu mkubwa. Na kongole navulia kofia ma firstborns. Amechukua jukumu, anafanya mambo na ameweka masomo yake kando. Ameweka hata vile watoto huwa wanacheza katika umri wake, kila kitu Tish ameweka kando. So tumekutana hapa leo. Yes. Anaitwa Tito. Ndugu yangu mdogo pia anaitwa Tito. Oh wow. Aliacha kusoma in short kwa sababu ya hizi changamoto. Na tulikuwa tumezungumza nini anahitaji mambo ya kurudi shule. Good. Na niyo safari yote ya mambo ya masomo tumeweza kwanza kuyazungumzia kwa sababu mimi kama mzazi, kama kiongozi, sasa watoto wanafungua shule, hata wamefungua kuanzia leo. Yes. La muhimu la Tito na ndugu zake ni masomo kwanza. Muhimu. Nishukuru Bazu, nishukuru Priscilla, nishukuru timu yote ambayo imejitokeza. Anaitwa Ikomi TV, hata Lulu Hassan. Na pia nimshukuru sana. Yes. Lulu Hassan Citizen. Watu wa Tuko TV pia ni washukuru sana kwa sababu wamejitolea na wakampatia nafasi ya kuzungumza, na wakati tumeongea na Bazu amenieleza wamepata support. Good. Na bado support inazidi kukuja sababu bado watoto ni wadogo, wako na future mrefu kabisa. Na wanafurahi vile watu wamejitolea. Nishukuru sana wa Kenya wamejitolea kwa moyo wao kuweza
wamshikilia hii familia na kuwa support. Yes. So wakati wameniambia mambo ya shule, wameniambia ile changamoto wamepata ni kupata shule. Tito aliweza kuniambia nataka kwenda boarding. At first discourage kidogo, lakini wakati tumeongea na Bazuu nimeelewa. Na bila kupoteza wakati, wameniambia ile shule alikuwa anataka kwenda. Ulikuwa unataka kwenda gani? Kishosha. Kiangai. Deva. Iko Parklands. Yes. Wow. Yeah. Citizens CBD umisineza? Pio. Njala kutwa na ngai kote. Ukaandia ku? Yeah. Ngai ilobi? Again, ndona raweze ilobi maraki. Again, wema no weze na kono nisi. Ndo bika ugu. Again ni bingo kai akili yako ina mapu ndini kwa nini mpalai. Wow. So shule iko Parklands mheshimiwa? Shule iko Parklands na tumeweza kuzungumza na mwalimu head teacher anaitwa Mr. David ambaye tumemzungumza mawili matatu, ikabidi sasa anahitaji wakubwa wake juu ambaye ni kiongezwa na PS. Tumeweza kuzungumza na bwana PS mheshimiwa Bitok na nimeweza kumweleza kinachotendeka kwa hii familia. Thank you. Na bila kupoteza wakati pia PS ameweza kuzungumza na mwalimu. Na pia ameongea na na mimi nikaweza kumpa simu. Umeongea na PS? Nani na PS? Nani nake? Wewe adela wazi yote school. Naona ngaita waga na medo. Utono ya PS hata na mheshimiwa. Utono mera. Nero matongia mupya pio na ngaye madima. Anamekata kwa hiyo na kindu maisha ni mama. Oh, that's Hebu sema hiyo kwa Kiswahili. Unaweza ambia mheshimiwa PS aje na mheshimiwa. Mungu awabariki na wasiwe kosa chochote kwa maisha yao. Okay. Na unawa promise unaenda kusoma kabisa utie bidii. Nitasoma kabisa siku moja nikuwe nikalia hii kitu. Unaona hii kitu? Wow. Umeniambia unataka kuwa lawyer. Wa kutetea watu. Si eti ni wa kushika watu kutetea watu. Oh, great. Yes. Proceed mheshimiwa. So tumeweza kuongea na bwana katibu wa education bwana Bito, hata amerudi amepiga simu na amesema confirmed kesho saa 3 watoto wakuwe shule ya Visa Ocean na waweze kuripoti shule. Wanaenda wangapi? Wanaenda wawili. Ni wawili. Yeye na ndugu yake. Yeye ako darasa la 8, ndugu yake ako darasa la 5. Okay. Na ni kwa sababu hii ambayo kulingana na vile tumezungumza, wakizidi kukaa pale nyumbani wanaweza zidi kuendeleza yale majukumu ya boma. Hata wakienda shule ya day school warudi, kuna worry ya kwamba wataendeleza zile majukumu. So the best thing ni watoke waende boarding. Good. Na mimi nimeelewa haya mambo na tumeweza kuzungumza, nimemwambia apende mama. Ni mama yake. Hata pawe na changamoto, nimemwencourage hata mimi nimeelewa na mama mzazi mmoja. It is well. Nimemwencourage pia waende kanisani, wameniambia ni Wakatoliki. Hata mimi ni Mkatoliki. Great. Upate at least wakuwe na hiyo leadership na weke Mungu mbele. Kabisa. And so tumesema mambo ya mama itakuja sasa tena itashughulikiwa. Ndio hata watoto wakishafunga shule na mambo kama hayo mama aweze kuchukua majukumu yake. Good. Lakini kwa sasa unajua kama wanadamu tengine hata ukitaka kusaidia usije usaidie lakini pia unapiga kiboko kwanza tusaidie tuondoe zima moto kwanza. Kwa hivyo watoto kwanza waende shule. Bazuu amefanya kazi kubwa sana na amesema pia wale wadogo kuna ile program wako nayo pia wanaingia pia shule. Yes. Na Kenyans wamesupport. Jambo ambalo hata mimi nashukuru sana. Kwa hivyo sisi kama viongozi ama mimi kama kiongozi kupitia na viongozi wangu kama mheshimiwa Bitok tumeweza kuensure ya kwamba hao watoto wamepata shule immediately na waweze kureport as early as tomorrow. Good. Yes. Tunaweza sikia pia kutoka kwa Bazuu, mlijuana aje na Tito? Okay. Ilikuwa 2 weeks ago. 1 week na siku kama 3 hivi. Nilipigiwa simu nikiwa Dadora. Sikangi Dadora. Na kaanga Kasarani. Nikipita watu 3 wananijua najulikananga huko nikionekana. Bazuu ako area. Huyu mtoto akaambiwa niko area. Alikuja usiku saa 7 usiku kunitafuta. Wapi? Nilikuwa mahali panaitwa Terminus.
Dandora. Alikuja usiku saa 7 peke yake. Alikuja na kijana mwingine mdogo. Kijana mwingine nasomesha huko Jehova Jireh wa maili 7. Ndiye alimleta. Alikakuja akakaa na akaniambia, "Anko, nataka kuongea na wewe." Nikamuuliza, "Shida yako nini?" Kawaida mimi husumbuliwa sana hiyo area kwa sababu na trade kwa mitandao kwa ile kazi mimi hufanya. Kijana aliniambia, "Niko na mtoto mdogo hajafikisha mwezi." Hajafikisha mwezi. Akaniambia, "Niko na mtoto mdogo ako na wiki 4 na mama anatoka na niachia." Na nilikuwa natafuta pesa kwa kuokota takataka, vitu za kupima nilishe wadogo zangu. Lakini huyo ananizuilia nisiende. Hatuna kwa kulala, nyumba tuko na deni ya siku ya miezi 3. Venye aliniambia hivyo nilitaka kujua aje. Halafu venye mtoto anaongea courage yake ikakuwa iko juu. Nilitaka sana kujua story za mtoto. Nilienda hiyo usiku kwao. The same day. Venye nilienda mimi kuingia nyumba nililia. Akinililia mtu wangu. Ile shida nilipata hapo. Wacha tu. Alafu sasa huyu ndiye baba, ndiye mama, ana control wale watoto wote. Sio video akiwapikia, bado pia anapea yule mwingine maziwa. Yes. It is true hata zaidi kuliko hivyo. Hiyo nilichukua tu video. Hiyo ilikuwa the foreign day. Juu aliniambia hawana kitu ya kupika. Nikawanunulia hiyo chakula. Kuwanunulia nikamwambia, "Mpika nione." Sikuamini nijue kani anajua kupika. Nikamwambia, "Nataka kuona ukipika na upakulie watoto wenu." Akapika nikiwa hapo na nikaangalia venye yote na behave hiyo nyumba na akapakulia watoto, akaosha watoto nikiwa hapo na huyu mdogo akampea maji. Akaniambia na kunywanga maji kidogo kabla mama akuja mpe matiti. Juu hajafika wa kukula chakula. Ndio mamake alikuja akanipata hapo, nikamuuliza, "Ruth, rada ni gani?" Akaniambia, "Mimi nikikaa hapa ni njaa. Natoka nje nitafuta hata kama ni 50. Nije niongezee Kenya Tito anatafuta." Sasa mimi niliamua mimi nikaa hapa. Huyu mtoto lazima nimsaidie. Iwalo isiwe mwanzo nikaomba Mungu nisaidie watoto. Kweli. Sasa ndivyo nikachukua video na nikaanza kuiachilia. Nikiachilia video mimi kwangu trade. Kesho yake nikapigiwa simu na watu kadhaa. Alafu sasa nikakuja nikapigia kampuni ya Tuko. Nikapigia Keng'ori. Nikamwambia, "Keng'ori, hapa kuna video nisaidie." Keng'ori alikuja. Napenda sana hao watu wa Tuko. Tuko walikuja hata kama huko ni slums kule kubaya, hata wanaweza nyang'anywa hizo makamera zao. Akakuja akachukua mtoto akamfanya interview vizuri. Niliona. Na interview hakunilipisha kitu. Mimi nilipa tu vijana walinde hiyo gari yao na kamera zao. Wakafanya interview vizuri. Kutoka hapo nashukuru Mungu sana na nashukuru Nuru Hassan. Nuru Hassan amekuwa akinifollow. By the way, si mara ya kwanza, mara pili amekuwa nikisaidia watu hawa mama wakiwapeleka hospitali. Mama mmoja anakujanga, Nuru Hassan anakujanga na bwanake. Anatoa 10,000, 15,000. Unaona? Na akipromise kitu lazima afanye. Kwa hivyo Nuru Hassan mimi namjua kama kusema na akipromise ni hivyo. Yeye mwenyewe hata text kwa TikTok anakuja behind. Ananiambia, ananitext, nitaadd 10,000 hapo. Nuru Hassan aliniita. Akaniambia, "Bazu, niletee huyo mtoto." Nikachukua mtoto tukaenda naye. Kamfanya interview. Nashukuru Mungu hiyo interview haijaenda vibaya. Kijana alisema anataka kujengewa na apate shamba. Tuko almost kufikisha pesa ya shamba ndio tujenge. So nimefurahia sana pia wewe. Kabisa. Nimeishi kukutafuta. Lakini brother anaitwa nani? Ikomi TV. Na Wamitu. Nikamwambia, "Jaribu mnitafutie huyu jamaa." Nataka akuje tusaidie nani?
Kumbe Mungu anafungua mlango tukutane mpaka na senator. Na unaona mambo yenye senator ametufanyia. Na mjue mimi mara yangu ya kwanza kusalimia senator na mkono. Nishasalimia Uhuru, lakini sijaisalimia senator yote. Na kesho kijana anaenda shule. Na kesho kijana anaenda shule. Saa 3. But unajua shule tukienda, tunahitaji sasa watu wako, uambie, tunapewa till, tunapewa pay bill, walipewa shule. Kesho, tutasema hapa sasa tutapewa kesho, Juni 2. Na wakiwa 2, nadhani paia huyu yake itakuwa kitu 65,000. Tukilipa miaka 2 ya huyu ya kumaliza mpaka grade 9 iko sawa. Huyu mwingine tutafute mtu akoja support. Juu kazi yetu ni kusaidia watoto kama hawa. Kweli. Juu unaona senator nikwambie, huyu mtoto ni genius. Unaona venye anavyoongea. Huyu mtoto ni masomo hana. Tukimfidi na masomo, huyu mtoto atakuja kuwa kitu cha maana nchi yetu ya Kenya. Mimi sikujaliwa na masomo. By the way, senator mimi nilifika class 2. Na nilikuwa chokora. Tangu nikiwa na miaka 7. Mimi ndio nimejilea. Na mimi ni milionea. Ni Mungu. Kumbe Mungu aliniweka hii na akanipitisha mauchungu haya ili niweze kusimama na watoto kama hawa. Kwa sababu kama hapa Nairobi nimesaidia watoto zaidi ya 700. Watoto wenye wameingia shule juu kupitia Ephraim Bazu ni more than 700. Mungu akubariki. Na juu natoanga huko slums. Wale wa mama wanakunywa changa wamesahau watoto. Nakuja nachukua mtoto na mleta kwa platform yangu. Juu shaipitia hiyo maisha. Nimepitia, nimelala nje, kuna nimepigwa na watu wenzangu wote wakakufa. Juu chokora kusurvive ni ngumu sana. Acha niwaambie ukweli. Na sasa mimi niko na miaka more than 40. Kuona chokora amefikisha miaka 40 ni ngumu. Sababu ile baridi na mwindia limunia inamuanga. So na kuanga na uchungu na boy child. Juu ya yale tulipitia, yale mimi nilipitia. Sasa naingianga slums kuokolea huo mtoto asije kuwa venye mimi nilikuwa. Amen. Hivyo sasa. Good. Unaweza tuambia kidogo? Okay, mimi ile kitu ningetaka kufanya, kitu ya kwanza ningetaka kushukuru mheshimiwa kwa sababu ya kutukaribisha kwa hii ofisi yako. Asante. Na niseme ya kwamba hiyo roho ya utu yenye uko nayo uendelee tu hivyo hivyo. Ni viongozi wengi wamewahi promise vitu ambazo hawatimizi, na kwa hivyo nikushukuru sana kwa sababu ya kutupa appointment na pia ukatukaribisha kwa hii ofisi yako. Kitu kingine ambayo ningetaka kusema, nimeona venye unatilia maanani mambo ya kuplay role ya mama. Na kitu ya kwanza nilisoma wakati wakati tuliingia hapa, ulikuwa umekataa huyu mtoto aingie kwa boarding school, na baadaye after Bazu amekuexplainia the reason why angetaka aende, umekubali tu na ukashughulikia huyu mtoto. Ati kesho saa 3 tutaenda kumpeleka mtoto shule. Niseme ya kwamba Mungu akubariki na uendelee hivyo hivyo tu. Yes. PS. Nataka comment mambo ya PS. PS venye amefanya. By the way, hebu niambie PS anaitwa nani? Bitok. Bitok PS wetu wa masomo. Yes. Julius Bitok. Julius mahali pale huko, Mungu akubariki sana. Asante Julius Bitok. Sababu Bitok kwa ile kitu umenifanyia kwa ajili ya huyu mtoto. Huyu mtoto amekuwa akisema nataka kwenda visha woshwa. Niko na watoto pale. Hao watoto si wangu kuzaa. Mungu alinipe. Na nikasaidiwa na watu wako US. Watu wako nchi za nje na wakaingia zile shule. Na wale watoto nikiwachukua walikuwa wanasoma shule za huko mtaani. Walikuwa maduansi, yani hakuna kitu wanashika. But for now ni watoto hata wanapita Oria, wanapita Moindi. Yani nasikia nafurahia. By the way, acha niwaambie, slums huwa kunatoka kitu kizuri. Usiraumu slums. Usione ati mtu atijua amezaliwa Mathare. Yeye ndiye amezaliwa Mathare, lakini tunataka huyu mtoto akue zaidi kuliko mzazi wake. Great. Tukirudi before twende kwa mheshimiwa Tito. Unaweza taka watu wakusaidie wapi na wapi? Wanaangalia. Chenye nikikamba Kiswahili juu mpaka president anaangalia. Chenye nikisema
Ilikuwa mambo mbili lakini moja imeisha. Imebakia kujenga. Because after my brothers wametoka shule, mahali watakapokuwa wanapumzika, wanacheza, wanafurahia, wanasema hapa ni kwetu. Good. So ni hiyo kujenga. Na kuna ingine moja uliniambia umesahau. Ile ya madhea. Wageni maya afunguliwa kazi hii biashara hivi. Ndio akuwa ametulia hapo home akilea huyu mdogo. Hiyo pay bill ama till iko na nani? Hiyo till nadhani tutapewa kesho ya shule. Uko na namba? Sema namba yako ya simu. 0745 944 060. Irudie tena polepole. 0745 94 40 60. Alafu kesho mnafungua till. Kesho tunafungua. Tukienda shule tutapewa admission namba yake. Okay. Tukipewa admission namba yake pamoja na brother yake, tukipewa admission hizo namba 2, naomba nikupe. Okay. Uziweke kwa watu wachangie. Yes. Tulipe ile shule. Wana suggest mambo ya shule. Na nishukuru sana Bazu kwa sababu ana mpangilio mzuri sana. Okay. Kwa sababu unaona wanahitaji masomo na mambo ya boma. So Bazu ana suggest hiyo support ya shule ilipwe directly shule. Ndio anasema kesho tukienda shule saa 3. Okay. Hiyo pay bill ya hiyo shule apewa admission number na account kila kitu. Hiyo pesa itaenda hapo. Good. Upate for hiyo miaka watakuwa hapo. Huyu mdogo kumbuka ako darasa la 5. Huyu ako darasa la 8. Good. Na kuna wadogo wake. Kuna wadogo wake lakini hawaingii hii shule. Okay. Lakini sasa hawa wawili kwanza ile itakuja kwanza ingie hapa. Good. Ndio sasa ukitoa statement unaona school fees iko sorted vizuri. Upate hiyo maneno at least haina pressure. Na hii ingine ya kujenga sasa pesa inawekwa kwa hii namba. Sasa kwa hii namba ya kijana ya Tito. Ya Tito. Hii ni namba ya Tito imerejistariwa namba ya mama yake. So kutoka kesho juu huyu anaenda shule, Madhendi atakuwa na deal nayo. For now kitu naweza request. Tutaenda shule kesho mheshimiwa senator. Lakini nilikuwa naomba nirudi na Tito. Okay. Bado nirudi na Tito. Juu hii shughuli sisi wa Kenya tuko wengi. Tunaweza make na 2 weeks ama 1 week. So tutaenda shule. Okay. Turegister shule, apewe admission, then tukuje niongee na Wakenya ama sisi tuongee na Wakenya tulipe ile shule na tuanze process yetu ya mjengo. Kijana arudi shule, akifungua shule ama akitoka midterm. Juu midterm of course anaenda 2 weeks ama 3 weeks akuje midterm. Akuje sasa ndio tufungue nyumba. Na mimi ninaamini hii nikitamka, unaona vile nitamka taingia visosho. Ninaamini senator. Yes. Na hii na my brother tutafungua hiyo nyumba. Amen. Tunafungua hiyo nyumba. Amen. Tunafanya sherehe. Amen. Umesikia? So idea sherehe kwa niende alikuwa nayo. Wewe? Ni wewe? Anda. So kitu mheshimiwa tunaweza uliza Wakenya ni tufanye hii process ya haraka. Wajengewe nyumba ndo at least akiwa shule ametuliza akili. Anajua wale wengine mahali wako wako safe. Na anajua akifunga shule wanaweza enda nyumbani. So hiyo namba pia tutaiandika hapo. Tutume kabisa. Na then kama kuna mtu anaweza jitokeza amue amalize hiyo maneno, namba iko hapo. I think pia kesho tunaweza pigia Safaricom wamwekee pay bill. Ndio hata akienda shule ile pesa ingie tu kwa account directly ya pay bill ikae pale. Ndio by the time anatoka kikuja midterm ukitaka kutransact akue pale na muweze transact 1-2 kwa sababu unajua sasa hii simu lazima iachwe nyumbani. Haizi enda na simu nyumbani. Simu shuleni. Simu shuleni. Yes. Shuleni lakini ni shukuru sana wa Kenya vile nimesema, nishukuru sana PSB Talk sana. Yes.
nikushukuru. Asante. Na pia tukushukuru. Asante sana. Na tushukuru Bazu, Lisila na pia Ikomi. Umejitolea sana pia wewe. Lazima. Unaweza kuwa pia unauliza haya maswali, lakini labda pia hata sisi tuchukue jukumu na tukwambie Ricky B. Asante sana. Tumeona vile unafanya, vile unajituma, vile una support kukiwa na jambo, unajaribu kuleta mazungumzo ya kusuluhisha. Hayo ni mazungumzo ya kiongozi ambayo unafanya interview ya kuona shida iko wapi na solution ni gani. Asante. Pia mimi na kuencourage na uendelee vivyo hivyo. Thank you. Na pia Tish akue ambassador wa maboys. Hebu ongea na vijana wenzako irika yako. Na pia ushukuru wa Kenya kwa mambo wamekufanyia. Nitawashukuru, Mungu awabariki. Awatendee mema na awaongezee masiku. Na pia nataka uongee na watoto wadogo, si watoto peke yao, vijana, kila mtu mwambie anyone mwenye ako na shida asinyamazie. Ni hivyo, mimi kama mimi nilikuwa na shida but sikunyamazia, ningenyamazia singekuwa hapa. But kutoa shida yako ni sawa, but angalia mwenye unaambia. It's not, si kila mtu unaambia shida yako. Na ungetaka kuambia aje watoto ambao wako rika yako, wengine wameingia kwa mambo ambayo haifai? Wewe hukuchagua hayo mambo hayafai, umechagua kukaa na familia na kushughulikia ndugu zako na kuweka masomo mbele. Ni kwamba kama uko na shida usiingie kwa madawa ya kulevya. Najua watoto wengi wameingia kwa madawa ya kulevya because of poverty. Mimi nilikuwa but sikuingia because I have my brothers, na nilifikiria siwezi ingia juu nikiingia watateseka. So ndio maana nilikaa chini nikafikiria niwaunge mikono niwasaidie. So kama uko na shida usijaribu kutumiza madawa za kulevya. Ukitumia, ndio maana unaona watoto wengi in slums wako wengi wanavuta madawa. Na niliambiwa pia unataka kwenda kwa Obina. Ambia Obina unataka kuja kwa show yake. Obina, mimi ni Tito, nataka kuja kwa hiyo show yako. Ya Obina live. So tutaorganize then tutakwambia. Obina anafanya kazi poa, si ndio? Yeah. Ambia Obina we are coming. Obina we are coming very soon. Mwambie na kikamba ni toolkit. Obina toke rametoke. That's nice. We bangit. Aliongea pia na rafiki yake Kasolo wa simu. Umeniambia umetoka area moja na Kasolo. Mumi da Kaplan. Oto yolo seto Kasolo palo seto na keyo. Kwamo wenze. Yes. Soko numete. Good. Yes. Ndeke alimtembelea. Chakula mingi. Ndeke alikuja. Ndeke ndiye mtu wa kwanza. Venye Ndeke aliona hiyo kitu kwa viral, alikuja mbio. Na Gladys Kanya. Gladys Kanya alikuja na Wamitu. Lakini Ndeke by the way amekuwa kinfollow kwa kauti yangu. Hata kabla hajakuwa celeb. Ndeke sijamjua sahi. Na Ndeke amekuwa na roho ya kusupport. Alikuwa kitambo, na hata kama ni 200 hakuwa na pesa. Lakini hivi venye aliona alikuja. Akaniambia Bachu, nataka kukuja kwa huo mtoto. Na akakuja na wakadance na akaleta chakula. Nice. Chakula zenye wanakula mpaka sasa. Na president wasi ndio State House. Wasi ndio kesi president State House kwa patamani. Let him ask you the question. What else, like what else? Kitu ipi ingine unaweza taka kusema? Ningetaka kwenda kusalimia President Rais William Ruto kwa State House. Angalia kamera. Ningependa kwenda kutembelea rais wetu William Ruto uko State House. Kama kuna nafasi. Ukiwa hapo utafika. Ukiwa hapa kwa ofisi ya senator utaenda. Ambia senator afanye mpango. Senator, si ufanye hiyo. Fanya mpango. Yote inawezekana. Yote yawezekana. Kama leo imewezekana, umeingia shule, hakuna chochote ambacho kiwezekani. Rais ni mtu wa watu wote, ni mtu wa anaenda chini, anashirikiana na wote, ni mtu ametoka pia maisha yake pale chini, na anaelewa sana. Na najua mtakuwa marafiki mkipatana. Anaenda kwa president.
Ataenda? Ama umesikia vibaya turudie? Unajua unaweza kuwa ni kama imepita. Turudie. Nimesema kama naweza pata nafasi nikutane na Rais William Ruto State House. Good. Itawezekana in Jesus name. Amen. Mheshimiwa, unaweza malizia? Mimi mambo ya Tito ilinigusa, na kama mama nimemu-encourage, nikamwambia azidi kupenda mama yake. Nimesisitiza hiyo sana. Good. Na mimi naongea kama mama. Na nimemwambia kinagaubaga asiwe na mazito yote kwa roho. Asibebe chochote kwa roho. Bora Mungu alimleta duniani. Yes. Asiwaze baba mzazi. Hata aangalie maisha yake kwenda mbele. Na nimemuomba sana azidi kupenda mama yake na apende ndugu zake vile anawapenda. Good. Pasije pakawa chochote kitawatenganisha. Pasije pakawa chochote kitawapungukia. Vile Mungu amemfungulia njia, na yeye azidishe upendo. Nimemuhimiza waende kanisani, waanze jaribu kuenda. Alikuwa amenielezea ilikuwa changamoto, shughuli za nyumbani nini. Yes. Kama mama nimeweza kumpa hayo pia mawaidha. Good. Aeke ndoto yake ya masomo mbele, anataka kuwa wakili. Na nimemu-encourage ya kwamba aende aeke tu masomo mbele. Yote yawezekana. Yote yanawezekana. Thank you so much Mheshimiwa. Asante sana Rikibi. Na mimi naweza washukuru Wakenya wote, na kama venye tumesema, let's do something. Kijana aende shule, tumjengee, na pia tukimalizia Bazu, unataka kusemaje? Jambo moja mimi ningeomba Wakenya. Huyu Tito nimemuona na nimemsikia na nimemsoma. Najua siwezi kosa followers wangu pale wenye tunafanyanga nao kazi ya charity. Nikupromise, huyu kijana ukiamua kuwa sponsor wake umsomeshe, hata kudisappoint. Correct. Hata kudisappoint hata siku moja. Juu sasa tumeingia social media, lakini mimi ningetaka usaidizi wa forever. Hii ni material kwenda university. Pengine uko hapo na unapenda kusupport mtoto. Tito msupport. Najua sasa tutaingia tuna mchango, lakini tukiona mtu mmoja tu aseme mtoto nitamsomesha, itakuwa vizuri sana. Asante. Na najua Mungu atafurahia pale yako. Asante. Ama si kweli kijana wangu? Ni kweli. Upate mtu akusomeshe, jua mama anaweza kusomesha? Ataweza? Basi, lakini uko na wazazi wengi. Juu pale tumeweza sahi, uko kwingine Mungu atarete na utasoma. Yes. In Jesus name. Amen. So that is it for today. Thank you so much. Till next time. For now it's a bye bye.